Ukitaka kujua kwamba kuna umuhimu wa kujua kundi unalolihudumia linapitia hali gani, angalia biashara za sasa hivi jinsi zinapokwenda. Watu wengi sasa baada ya kuona mzunguko unakuwa unasumbua, kodi zimekuwa juu za frame nini, changamoto lukuki, wanaamua sasa kutembea na discount. Kila mtu ukipita seli 10,000, 10,000, 5,000, 5,000, 3,000, yani ni balaa. Lakini sasa unashangaa umeweka seli lakini bado wateja hawapatikani. Kwa nini hawapatikani? Unarudi kule kule kwenye theory za uchumi kwamba kundi unalolihudumia wewe au kundi unalonunua bidhaa yako, je, lina income ya kutosheleza kuja kununua hiyo bidhaa kwa wakati husika? Ukishagundua theory hizo unagundua kabisa kumbe sina haja hata kuweka nini offer au discount. Kwa sababu watu ukiweka discount pia hawaji kwa sababu hawana, yani wewe unawekea discount na pia unashaka kuweka discount na kwenye huuzi. Kwa sababu lile kundi ambalo unapambana nalo aidha ni la chini au la kati au ni la juu, kwa kipindi hicho husika linakuwa limepitia changamoto. Hivyo kwa kuwa hawana hela, hata ukiwaambia tuchukueni hapa kwa 3,300 kitu cha 5,000, hawachukui, hawawezi kununua kwa kuwa hawana hiyo pesa. Hivyo elimu kama hii inabidi itolewe au tuwe nayo au tusome kwenye vitabu mbalimbali ili sasa tujue tunakabiliana vipi na hali pindi ambapo unakuta kundi lako unalolipambania linapitia changamoto kubwa za kiuchumi. Unabidi ufanyeje? Je, ukimbilia kwenye ofa au discount? Je, ufanye mbinu gani? Hapo sasa inabidi watu tushauriane au tusome manakala mbalimbali huko mitandaoni na vitabuni huko ambao wazungu wameficha huko, tujue inabidi tufanye struggling za namna gani. Lakini struggling ambayo wabongo wameshaizoea siku zote, akiona hauzi anaanza kusema discounting, offer juu ya offer. Hakizani hapo sasa ndio watatoa watu majumbani kuja kununua. Kumbe ile kwenye kundi lake ambao anataka atoe majumbani halina kitu. Hata majumbani kwenye halitoki mzee. Hiyo ni changamoto kubwa inatukabili wengi na wengi tumesimamia hapo hatujui tunatokaje. Basi ukisikia video labda tushauriane, mwenye hoja huko, mwenye mawazo aje na mawazo yake, tuone tunapitaje katika pale unapogundua kundi lako unaolihudumia liko katika hali mbaya ya kiuchumi. Inabidi utumie mbinu gani kujikwamua wewe mwenyewe binafsi na kuikwamua biashara yako, na pia kuona jinsi gani wale wateja pindi watapokuja kuhitaji bidhaa, pindi watapokuwa na kipato au na huo mzunguko waikute bidhaa unayo, utafanyaje? Hiyo ni swali gumu. Hebu tulitafakari kwa pamoja, tuje na jibu, tuone tunaweza tukapitaje hapo.